Sauli amekusudia kwenda kuwatesa watu ambao wana umuhimu kwenye maisha ya Kikristo. Amekusudia na ameenda mpaka kwa kuhani mkuu, akampa kibali cha kuwatesa watu wa Mungu. Biblia inasema Sauli ghafla akaanguka chini, ikaja sauti na nuru sio ya kawaida, ikamwangaza sio kawaida. Siku hiyo Sauli ilikuwa ni siku ya tofauti, siku ambayo Mungu aliamua kuweka badiliko la Sauli. Kuanzia pale nimekupa sifa za Sauli. Alikuwa ni mtu mbaya, alikuwa ni muuaji, lakini alikuwa ameishika dini, alikuwa ameishika sheria. Sauli akawa kipofu, alipoamka anafungua macho haoni. Alafu Mungu anamwambia simama, akampa maelekezo aende mpaka sehemu fulani huko Dameski. Sio lengo langu sulukuja kuua watu. Haya sasa huwa ukiwa kipofu. Biblia inanionyesha kwamba hapo mbele Mungu akamwagiza mtu mmoja anaitwa Anania. Akamwambia Anania, nenda ukamwekee mkono Sauli, alafu umwambie mimi Mungu nimechukizwa na matendo yake. Haleluya. Biblia inaeleza kwamba Sauli alipofika sehemu siku ya tatu anawekewa mkono na Anania, Sauli anaona, Sauli akabatizwa, Sauli akaokoka, Sauli akawa mtu wa maana kabisa ambaye Biblia inaeleza kwamba ni mtu ambaye saizi ana historia kubwa, akaitwa jina la Paulo ambaye tunalijua hivi leo. Maana yake ni kwamba Paulo huyo ambaye tunamzungumzia hakuwa na tabia hizi ambazo tunaziona leo. Alikuwa mtu wa ajabu. Mungu akiamua kumbadilisha mtu anabadilisha kabisa. Mungu akiamua kumbadilisha mtu anambadilisha kabisa. Tabia za wanadamu zinaweza zikawa ni nyingi ambazo hazielezeki, lakini Mungu akitaka kuzibadilisha anazibadilisha. Mambo matatu yanaonyesha mtu anabadilika la tabia. Wewe kwambie, sisi tumeokoka. Na tulivyookoka tulikiri kuacha dhambi, si ndio? Kila mtu alisema nimekiri, naomba toba, sitendi tena dhambi. Mungu futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ujue shida ni kwamba kuna watu wamezaliwa kwenye wokovu, hawajawahi kukiri. Kama hujakiri, usitanishe umeokoka bado. Umezaliwa kwenye wokovu, unatembea neema ya watu, hujawahi kukiri kama Yesu ni Bwana, alafu unasema umeokoka, unatusindikiza. Ni lazima upige magoti hata kama umekuwa kanisani miaka na miaka, unalijua neno la Mungu vizuri. Ni lazima upige magoti alafu ukiri, useme Bwana Yesu, ninakupokea leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Biblia inasema atakaye nikiri mbele za watu. Haleluya. Kwa hiyo badiliko, zipo tabia zinazomuonesha mtu kwamba amebadilika. Vipo vitu vinavyomuonesha huyu mtu sasa amepata badiliko katika tabia zake. Hakuna kitu ambacho kinamtesa mwanadamu kama tabia. Wewe nikikupa dakika moja ujifikirie ni tabia gani inakutesa, utasema. Hata saizi kuna watu tayari wana majibu. Zipo tabia ambazo zinawatesa watu. Wameokoka lakini kubadilika kwenye hizo tabia imekuwa ni ngumu. Ni lazima ukubali Yesu abadilishe hizo tabia. Jambo la kwanza, ili uone mtu ambaye amebadilika tabia zake, ni lazima awe mtu wa kutubu na kuacha dhambi. Nimeshangaa Roho Mtakatifu leo. Kilichofundishwa asubuhi kinakaziwa mchana. Tumefundishwa mambo ya Roho Mtakatifu. Mimi sikuongea na mchungaji kwamba mimi naandaa neno hili yako, ila Roho Mtakatifu kaleta. Mtu ambaye anatubu na kuacha dhambi, huyo mtu anabadilika na tabia. Mtu ambaye ni wa kutubu na kuacha dhambi, huyo mtu amebadilika tabia. Katika kitu ambacho kinambadilisha mwanadamu tabia ni katika kutubu. Inapotokea mtu amefanya dhambi, amefanya kosa, unajua kuna watu wanatofautisha kati ya dhambi na makosa. Si hapo? Hivi si kuna tofauti kati ya dhambi na makosa? Manake mtu anapofanya kosa au anapofanya dhambi, anapotubu na kugundua kwamba nimekosea, akaanguka na kunyenyekea mbele za Mungu akasema Baba, nisamehe nimekosea, alafu akaacha ile ambalo alikuwa analifanya, huyo mtu anabadilika na tabia.
Lakini ukiona mtu ambaye bado ameokoka lakini dhambi imemtawala, ameokoka lakini bado anafanya dhambi, huyo mtu bado ana tabia ya hajabadilika tabia. Yaani kama leo hii umeokoka lakini kuna tabia fulani hauwezi kuziacha. Bila ukijaribu kuziacha hauwezi kuziacha. Usijilie moyo useme wanadamu wote hawajakamilika bwana. Hiyo tabia kwa nini inajirudia? Usijitie moyo ukasema Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi kwamba kila mtu ametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wewe sawa, lakini kwa nini hiyo tabia inajirudia? Niulize, ni kwa sababu haujabadilika. Kila tabia ili ubadilike ni lazima uamue kubadilika. Usipoamua kubadilika huwezi kubadilika. Yaani hata mazingira yanafanyaje huwezi kubadilika kama hujaamua kubadilika. Ni lazima uamue kubadilika. Kitabu cha Ezekieli sura ya 18 mstari wa 21. Mtu alifungulia haraka. Ezekieli. Jamani, nimepata Ezekieli kipo baada ya maombolezo, msije mkazunguka sana. Unaweza kumkuta mgeni kwa Agano Jipya. Au yupo Kumbukumbu la Torati. Ezekieli 18:21. Mtu atusomea haraka. Ezekieli 18:21. Imeandikwa. Ndio. Lakini mtu mbaya akigairi. Maana yake akibadilika, akiacha na kuacha dhambi zake zote alizozitenda. Na kuzishika amri zangu zote. Na kutenda yaliyo halali na haki. Hakika ataishi. Hatakufa. Jambo la ajabu. Ikiwa mtu ataamua kugairi na kuacha maovu, ataamua kugairi na kuacha dhambi, akaamua kusema hii dhambi mimi siitaki tena, akaamua kusema hii tabia mimi siitaki tena, akatubu, akazishika amri za Mungu, maana akafuata yale maagizo na sheria za Mungu, huyo mtu hatakufa, ataishi. Mtu mwingine anaweza kusema kufa kivipi? Kuna watu wanaishi lakini wamekufa kiroho. Kazi ya dhambi ni kumpooza Mkristo asiwe hai katika roho. Kazi ya tabia ni kumpooza Mkristo asiwe hai katika roho. Anakuwa amekufa lakini anajiona yuko vizuri. Mwingine unakuta kashachoka, amechoka, baba tu anaona amechoka lakini atajitahidi kujitutumua na kupandisha mabega aonekane kwamba amevimba, lakini amechoka, amechakaa. Ni sawa na ganda, ni sawa na mapepe tu. Tabia inaharibu mambo mengi. Tabia ni chanzo cha kumwasi Mungu. Tabia lazima ukubali kubadilisha tabia zako. Yaani haijalishi umeokoka mwaka 1940 au umeokoka jana. Kitu cha kuzingatia kwenye maisha yetu, tafuta kubadilika tabia. Tabia zetu hizi ndogo ndogo. Mwingine uzinzi, yani kwake kuacha imekuwa ni tabia yake. Mwingine matusi. Kutukana mpaka watoto mmoja shetani wewe. Tabia mbaya hiyo. Tabia mbaya. Ni lazima uhakikishe kuna tabia zinabadilika kwako, tunasema wewe una badiliko la tabia, umeokoka. Kwa lugha nyingine ni kwamba mtu aliyeokoka ni lazima awe na badiliko la tabia. Kama kuna tabia fulani, vuta picha zile dhambi ambazo ulikuwa unazitenda wakati hujamjua Kristo. Kama bado unazitenda sasa, maana yake bado hujaokoka. Hujaokolewa mkuu. Hujaokolewa kamanda. Hujaokolewa mama yangu mkubwa, hujaokolewa dada. Bado hujaokolewa. Kuokolewa ni kuacha yote. Kutoka kwenye mateka kuja sehemu halisi. Haleluya. Halo. Wangapi wamebadilika tabia? Wangapi wanasema tunabadilika tabia leo? Kitabu cha Wakorintho sura ya 2 mstari wa 5. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamekwisha, yamekuwa nini?
Kristo. Yaani tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo, sio kule nje, ndani ya Kristo. Huyo mtu mambo yake ya kale, zile tabia za kale, vile vitu vidogo vya kale vimekwisha. Amekuja kwa Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Kipya kabisa. Sasa kiumbe kipya kisije kikawa ni yule nguruwe ambaye kila siku akisafishwa anajirudia kwenye matope, anajivuruga, anarudi tena. Umsafishe. Mungu apendezwe. Ni lazima tubadilike tabia. Tabia ni kitu kibaya sana. Badilisha tabia mpendwa. Ili uone Mungu lazima badilisha tabia. Wengine hata biashara zao zimekufa kwa sababu ya tabia.